Jina la Bwana Yesu lipewe sifa sana. Fundisho katika jamii zetu. Fundisho katika familia zetu. Fundisho katika taifa letu la Tanzania. Kwenye familia zetu tupokee ushauri katika jina la Yesu. Kwenye jamii zetu tupokee ushauri katika jina la Yesu. Kwenye taifa letu tupokee ushauri katika jina la Yesu. Watumishi wa Mungu waga tunashauri mara nyingi. Haleluya. Watumishi wa Mungu waga tunashauri mara nini? Mara nyingi. Nyakati tulizomo hizi, nyakati ambazo taifa letu la Tanzania lina changamoto nyingi sana. Haleluya. Kuna changamoto za kisiasa. Haleluya. Ndizo ambazo tunafikia hatua tunaogopa kama Watanzania. Tunapoyaona yanapotokea na yanayotokea katika taifa letu, tunaogopa kwamba yamkini Watanzania hatakuwa salama. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Kwamba yamkini hatakuwa nini? Salama. Haleluya. Amen. Pasaka hii ya mwaka huu 2025 tunaishauri Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake ya kwamba hebu serikali iendelee kusikiliza ushauri wa watumishi wa Mungu. Amen. Haleluya. Na Watanzania tunachokihitaji ni amani. Dalili zozote na viashiria vyote vya upungufu wa amani na ukosefu wa amani na uvunjifu wa amani, tunaomba serikali waviangalie mapema. Amen. Haleluya. Lakini pia na viongozi wa serikali wasiwe vyanzo vya kuchafua amani Tanzania. Amen. Kauli mbalimbali zenye viashiria ya vita, haleluya, zinatuogopesha wa Tanzania. Tunaishauri Tanzania, tunawashauri viongozi wa Tanzania, tunamshauri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asikilize ushauri wa viongozi. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Viongozi wa kidini, haleluya. Tanzania inahitaji amani, haleluya. Amani ya Tanzania walihangaikia wazee akina Mwalimu Nyerere bila kumwaga damu. Haleluya. Pasaka ya mwaka hii tunaomba Tanzania iwe ni amani katika jina la Yesu Kristo. Pasaka ya mwaka huu 2025 tunakemea viashiria vyote na kauli zote mbaya za kuchafua amani Tanzania katika jina la Yesu. Pasaka ya mwaka huu tunalaani vikali kabisa matamko ya viongozi yenye kuashiria uvunjifu wa amani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kadiri Yesu Kristo anayofufuka, tunaomba taifa la Tanzania lifufuke, litembee katika amani katika jina la Yesu. Kwa msiofahamu, kuna kiongozi wa chama cha siasa ambaye mpaka sasa hivi amekamatwa, amewekwa ndani kutokana na kampeni zao wanasiasa. Na mashtaka yake ni uhaini. Na maana ya uhaini ni nini? Ni kesi ambayo inaweza kampeleka mtu hata katika kunyongwa. Lakini Watanzania tunapoangalia hatuoni sababu ya kimsingi ya namna hiyo mpaka mtu kufikia hatua ya kunyongwa. Mungu atusaidie sana. Amen. Maana vyama vya upinzani viliporuhusiwa kuingia Tanzania, basi chama tawala, chama cha upinzani ni kushindana kwa hoja. Ingekuwa vyema taifa letu la Tanzania ili tulie. Ingekuwa vyema kama taifa naweza kutulia, basi huyo mwenyekiti wa chama cha upinzani awekwe huru, aingie uwanjani, ashindane kwa hoja na wapinzani wake wengine chama tawala. Kushindana kwa silaha na kufungana na kupelekana magereza ni viashiria vibaya katika taifa la Tanzania. Mataifa yetu jirani ndivyo walivyoanza. Kuna mataifa waliokuwa na amani
lakini amani wakaichezea kama tunavyoichezea Tanzania. Lakini leo hii amani yao waliipoteza, wameisha kwenye vita. Tunaomba Mungu atusaidie Tanzania, amani ya Tanzania idumu na machafuko yasitokee, na uchaguzi na kampeni zote zianze salama, ziishe salama katika jina la Yesu. Kwa Pasaka hii ni wito wetu, ni ombi letu kwa serikali kwamba Tundu Lissu afunguliwe, awekwe huru, waanze kampeni na chama kingine cha CCM na vyama vyote viwekwe huru, washindane kwa hoja.